Billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ashrafil anbiya'i wal mursalin. Fasalatu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudahum ila yaumiddin. Ama bado tunazungumza mada maalum ambayo inazungumzia kuhusu funga inavyozuia maradhi na kuleta afya kwa mujibu wa madaktari. Dr. Elson M. Haas, huyu ni mtaalamu Marekani. Katika makala yake inayosema Staying Healthy with Nutrition, anasema kwamba funga inaukinga mwili na maradhi yanayopatikana kutokana na kugandaganda kwa protini na katika mishipa ya ubongo. Kwa hivyo funga inasaidia moja kwa moja kuhuisha akili na inasaidia vile vile kuepusha maradhi ya akili. Mark P. Matson, huyu ni neuroscientist mtaalamu ambaye katika mwaka 2003 katika makala yake katika Journal of Neurochemistry anasema funga inazalisha seli mpya, na katika utaratibu ambao unaitwa neurogenesis. Katika utaratibu wa neurogenesis ni kwamba funga inakuwa na utaratibu wa kuhuisha akili na inasaidia ubongo na inazalisha seli mpya ambazo zinaweza zikauhuisha mwili. Katika utaratibu wa funga, wataalamu wameona kwamba kuna kitu maalum ambacho kinaitwa synaptic plasticity. Synaptic plasticity ni utaratibu unasaidia uwezo wa ubongo kufanya kazi na unaziwia vile vile kuzeeka. Kwa hivyo fadhila za funga katika wataalam wa matibabu ni kwamba funga inazuia maradhi ya akili, funga inaifanya akili ihuike zaidi, na funga inaziwia kuzeeka. Vile vile funga, jambo la pili, inapumzisha akili kama Dr. Ibrahim Kazim mwaka 2002, daktari bingwa, katika makala yake Fasting and Your Biological Rhythms, amesema kuwa funga inasababisha usingizi mzito, deep sleep, na usingizi huu haupatikani ila kwenye funga. Na amesisitiza mtu ambaye anataka kufunga katika mwezi wa Ramadhani alale mchana wakati wa kailula baada salati dhuhuri, ili ubongo wake uweze kufanya kazi zaidi. Panakuwa na matengenezo ya ubongo, panakuwa na masaa yale ambayo akilala, masaa mawili ya kilala ni bora zaidi kuliko masaa mengine ya siku nyingine ambazo si za Ramadhani. Kwa hivyo mtu katika mwezi wa Ramadhani ajitahidi afunge na ajitahidi mchana apumzike, alale, afanye kailula. Wataalamu wanasema huo ni utaratibu maalum ambao unasaidia hifadhi ya akili, unasaidia maradhi, kupunguza maradhi ya akili, na unasaidia kumbukumbu, na unasaidia kurejesha mwili katika hali yake ya kawaida. Funga vile vile inapunguza na kukinga maradhi ya presha na sukari. Funga haitibu sukari wala haitibu presha, lakini funga inaziwia mtu kupata maradhi ya sukari, inaziwia mtu kupata maradhi ya presha. Funga inapunguza cardiovascular diseases, maradhi ambayo yanatokana na moyo, na inaongeza HDL cholesterol. Vile vile inapunguza LDL cholesterol. Katika cholesterol moja ni mbaya, cholesterol nyingine ni nzuri. Kwa hivyo funga inaongeza ile cholesterol nzuri na inapunguza ile cholesterol mbaya, na inaweza kwa utaratibu ufunga basi ikawa ni yenye kupunguza maradhi ya sukari na kupunguza maradhi ya moyo. Sukari ambayo imekushanika kwa muda wa mwaka mzima, mtu ambaye hakufunga, imebadilishwa, imehifadhiwa, basi wakati huu wa Ramadhani inayayuka na inatumiwa na mwili. Mafuta yaliyotumika mwaka mzima katika mwezi wa Ramadhani, yalokuwa yameganda katika mishipa mbalimbali, yanatumika, yanayayuka na yanatumika katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ni daktari amekuja, na huyu ni daktari, ni surgeon, daktari wa upasuaji. Lakini katika mwezi huu wa Ramadhani daktari huyu atashangaza sana. Kushangaza kwake ni kwamba atafanya operation ya mwili mzima bila ya kupasua sehemu yoyote ile. Kwa hivyo ni daktari ambaye atapita katika mishipa, ataona uchafu atauondoa,
mafuta yaliyogandaganda atayayusha, protini zile zilokaa vibaya vibaya ataziweka sawa, na kila sehemu iliyokuwa imekaa vibaya ataiweka sawa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Sukari zote ataziondosha na mafuta yote atayaondosha. Lakini hii inahitaji adab za kufunga na adab za kufungua na adab za kula daku ambazo tutazitaja katika klipu nyingine. Funga vile vile inapumzisha mfumo mzima wa usagishaji wa chakula. Kwa hivyo inaondosha maradhi ya uvimbe katika mwili, inaziwia vile vile, inasafisha vile vile figo na ini vile vile linapata kupumzika na kutulia. Kwa hivyo viungo vya mwili katika mwezi wa Ramadhani vinapumzika, vinatulia na vinakuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi, kwa sababu binadamu ameumbwa kufanya kazi na kupumzika. Ndio maana mchana tunafanya kazi, usiku tunapumzika. Na mwili unatakiwa ufanye kazi kwa mwaka mzima katika miezi 11, na mwezi mmoja upumzike huu mwili na upumzike kula na kunywa mchana mzima, ili usiku ule mwili uendelee na hali yake ya kawaida. Na huu ni utaratibu ambao madaktari bingwa dunia nzima wameuona ni utaratibu ambao unasaidia sana katika kulinda afya ya mwanadamu. Funga vile vile inayeyusha sukari kama tulivyosema, na inaondosha vile vile sumu zile zilokuwemo katika mwili. Sukari inachomwa wakati huo mwilini na inaondoshwa moja kwa moja, sukari iliyohifadhiwa katika aina ya glycogen, na inapunguza uzito. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani kama utafunga vizuri, lakini uzito wako utapungua. Mimi ningekushauri kabla ya Ramadhani ungepima uzito kwanza, ukajitizama kilo zako ngapi, halafu uje upime tena baada ya Ramadhani. Lakini ufuate mawaidha haya, utusikilize namna ambavyo tunawashauri watu wafunge kwa kula daku vizuri na kuftari. Funga vile vile ni kinga dhidi ya insulin resistance. Funga inazuia maradhi ya sukari yanayoitwa type 2 diabetes yanayosababishwa na insulin resistance. Kwa hivyo mtu akifunga anaondosha nafasi ya kupata sukari. Inabakia labda nafasi ya kupata sukari kutokana na maumbile, heredity. Lakini nafasi ya kupata sukari, nafasi ya kupata pressure kutokana na vyakula, yani kutokana na mlimbikizo wa vyakula, nafasi hii inaondoka moja kwa moja kwa saumu. Vile vile funga ina repair seli. Funga ina repair seli katika utaratibu wa kitaalamu ambao unaitwa autophagy. Na utaratibu huu wa autophagy ni utaratibu ambao seli sasa zinafanyiwa repair na unawezesha kuondosha kemikali zilokuwemo mwilini, zile ambazo ni za hatari. Funga vile vile inazuia maradhi ya kansa. Dr. Brojon, huyu ni mtaalamu wa masuala ya afya wa Marekani, na amethibitisha moja kwa moja kwamba funga inapunguza uzito, inaimarisha afya ya moyo, inapunguza maradhi ya sukari, inakinga kansa na inarefusha maisha. Suala la kurefusha maisha tutalitaja vile vile kama lilivyozungumzwa na wataalamu, lakini kwenye Uislamu tunasema kwamba kifo hakitizami afya ya mwanadamu. Wangapi katika waja waliokuwa na afya kubwa nzuri wamekufa, na wale waliokuwa dhaifu wameendelea na maisha. Lakini wewe ni jukumu lako kuiweka afya yako vizuri. Dr. Brojon anasema kwamba amegundua kwamba funga inasaidia maradhi, kupunguza maradhi ya moyo, inapunguza maradhi ya sukari na inapunguza maradhi ya kansa. Funga vile vile ina kitu ambacho kinaitwa anti-carcinogenic effect. Anti-carcinogenic effect ni uwezo wa kuziwia vimelea vya kansa. Anti-carcinogenic effect ni uwezo wa kuziwia vimelea vya kansa visifanye kazi vizuri. Dr. Christine Chan, huyu ni Mchina ambaye anaishi Malaysia. Katika mwaka wa 2007 katika makala yake ya Healthline, yeye ni mtaalamu mkubwa wa dunia
katika masuala ya cancer anasema kwamba katika kichwa cha habari, fasting and treatment of cancer, kufunga na kutibu cancer. Dr. Chan amesema kwamba funga inaweza kuziwia maradhi ya cancer kwa kuondosha vile vimelea vinavyoweza kurutubika vikageuka kuwa cancer na kuupa mwili nguvu ya kuziwia maradhi ya cancer. Dr. Volter Longo ni mtaalamu wa chuo kikuu cha California, na kuna profesa anaitwa Thomas C. Friend. Huyu ni profesa wa Boston. Wamekubaliana moja kwa moja kwamba funga inaziwia na maradhi ya cancer, inaupa mwili nguvu ya kuziwia maradhi ya cancer. Kwa hivyo kupata maradhi ya cancer kuna sababu mbalimbali. Wakati mwingine kuna sababu ya kemikali, wakati mwingine mara nyingi wanawake ambao hawanyonyeshi huwa ndo wanapata cancer kwa sababu ya maziwa yale. Kwa hivyo wanawake wanashauriwa sana wanyonyeshe ili kuepukana na kansa ya maziwa. Lakini vile vile mtu anaweza kupata kansa kutokana na urithi, anaweza kupata kansa kutokana na mavyakula mbalimbali ya viwandani ambayo yanatumiwa sasa, mavyakula ya makopo. Anakwenda kutafuta mtu nyama ya kopo, samaki wa kopo, mchele uliotiwa chemical una expire. Mchele wote ambao ukiambiwa una expire baada ya miaka fulani, ni kwamba umetiwa chemical fulani ambayo hiyo chemical itapungua nguvu baada ya miaka hiyo. Kwa muda wote huu basi mchele huu utakuwa unaendelea kuliwa kwa sababu ya chemical iliyokuwa humo, na maana yake ni kwamba na wewe utakuwa unakula ile chemical pia. Kwa hivyo tujitahidi tule vyakula vya natural food, vyakula vya asili, mihogo, ndizi, na tungule na vitu vingine, matikiti. Lakini nasikia pia hayo matikiti nayo pia yanatiwa madawa ya kuulia sijui wagugu, yanatiwa madawa sijui ya kuulia wadudu, alimradi maana yake inakuwa tafarani. Lakini kama tunaweza kurudi katika maisha ya asili ya kuweza kula vyakula vya asili na kutumia maji mengi halafu kufunga, basi tunaweza tukajiziwia na maradhi ya kansa. Jambo la 9, funga inazuia kuzeeka na inarefusha maisha. Mara nyingi wataalamu wanasema fasting for longevity, kufunga kwa ajili ya kurefusha maisha. Nimesema kama katika Uislamu hakuna kurefusha maisha, kwa sababu maisha yamewekwa na Mwenyezi Mungu katika fixed days na sekunde na saa. Lakini Dr. Mera Sellingham katika mwaka 2016 aliandika makala katika CNN kwamba funga inarefusha maisha. Dr. Mera alimnukuu Professor Volter Longo wa South California kwa funga inarefusha maisha na kuziwia kuzeeka. Kwa hivyo kama maisha yako hayatorefuka kwa funga, basi utajiziwia kuzeeka. Unaweza kuwa ni mtu mzima bado una afya, mtu mzima bado una nguvu, mtu mzima bado unafanya mambo yako, katika ile makala ambayo inaitwa Fasting for Longevity. Na ameeleza kwamba funga inaongeza uhai. Hapa tunamalizia kwa kusema kwamba uhai uko chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funga inasaidia tu kukuweka na afya, lakini uhai uko katika kadari za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makala yetu hii inazungumzia kuhusu funga na afya, na tumewanukuu madaktari mbalimbali ambao wameelezea kuhusu habari ya funga, namna ambavyo inahuisha na kuleta afya, kama Dr. Elson H. Haas ambaye yeye alisema kwamba funga inazuia maradhi. Dr. Mark P. Matson, huyu ni neuroscientist, mtaalamu wa masuala ya seli na ubongo, amesema funga inazuia maradhi ya akili. Vile vile Dr. Ibrahim Kazim ni profesa, amesema kwamba funga inapumzisha akili na kuipa akili uwezo mzuri wa kufanya kazi. Vile vile funga imenasibishwa na kuongeza cholesterol nzuri na kupunguza cholesterol mbaya. Vile vile funga inasafisha figo, inasafisha ini
na vile vile funga inasaidia ni kinga dhidi ya insulin resistance disease. Na funga vile vile ina repair cell katika utaratibu ambao unaitwa autophagy, utaratibu ambao seli zinakuwa repaired. Na vile vile wataalamu wa afya mbalimbali duniani kama Dr. Brogen amegundua huyu kwamba funga inazuia maradhi ya kansa. Vile vile Dr. Christine Chan, huyu ni mtaalamu ambaye ni Malaysia, japo ana asili ya Uchina. Huyu ni profesa mkubwa wa dunia ambaye ameandika makala Fasting and Treatment of Cancer, na kueleza kwamba funga inaweza ikawa ni kinga dhidi ya kansa. Na vile vile Dr. Mera Sellingham katika mwaka 2016 katika makala yake iliyoandikwa katika CNN ambayo inaitwa Fasting for Longevity, anazungumza kwamba funga inaongeza nafasi ya kuishi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi usikose kutusikiliza na kutuangalia katika makala nyingine zinazozungumzia kuhusu Ramadhani. Haya ni mafunzo ya Ramadhani ambayo yanatolewa na Jumuiya ya UQUEM Zanzibar. Wabillahi tawfiq.